Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tunashukuru sana kupata nafasi hii ya kuja kutembelea chombo hiki cha habari ambacho kipo katika mitaa yetu cha SQ Media, na kwa bahati nzuri tumekuwa na mnasaba huu ambao tupo katika mnasaba wa Idil Fitri na kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumetakiwa tutoe ujumbe ambao unaweza ukaelezea jambo ambalo tunaenda kukabiliana nalo muda mfupi ujao, nalo ni jambo la Idi au sikukuu ya Idil Fitri. Vizuri tu ikaeleweka kwamba sikukuu katika Uislamu zote shiari yake ni moja tu, shiari ya upweke na kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo tulikuwa na mgeni mtukufu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambaye ametutembelea katika nyumba zetu, na wakati tunaagana na mwezi mtukufu wa Ramadhani tayari mgeni mwingine ambaye ni alama ya Uislamu, alama ya upweke wa Mwenyezi Mungu, ibada ya sikukuu inaingia. Kwa ujumla wake, ukiangalia ibada hii ya sikukuu yote imejengeka katika mwelekeo wa kumpwekesha Mwenyezi Mungu, na kwamba watu wametoka katika ibada moja wanaingia katika ibada nyingine ya kuipokea sikukuu. Kwa hiyo sikukuu katika Uislamu ni ishara ya upweke wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kuielezea au kuelezea upweke wa Mwenyezi Mungu katika shiari kama hii ametuambia, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kila aliyetumwa katika mitume wa Mwenyezi Mungu, mapambano yake yalikuwa ni mapambano ya kutokuabudiwa vile ambavyo havistahiki katika majini. Kwa hiyo ukiangalia ibada ya hija vile inaanza, takbiri zake na mwelekeo wa sauti zinazonyanyuliwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sauti hizi zinapopanda katika mbingu zinaenda kuutangaza utukufu wa Mola, upweke wake wa Mola, na kwamba yeye ndiye Mola pekee anayestahiki kuabudiwa na kushukuriwa. Lakini ibada ya sikukuu inaanza kwa takbiri na pia inaanza kwa ibada peke yake, ibada ya sala. Waislamu wanaanza kwa ibada ya sala, ambapo imamu wa sala hiyo huwaongoza jambo la kwanza kwa kuwatangulizia upweke wa Mwenyezi Mungu kwa kuleta takbiri 7 au kwa kuleta takbiri 9 kwa kadiri ya mafuhumu ya elimu ya kiongozi ambaye atakuwa anatuongozea kwenye ibada yetu
ibada yetu ya sikukuu au ibada yetu ya sala ya Idi. Kwa hiyo ukiangalia tangu tunavyoingia jua kuzama mpaka tunaingia katika viwanja vya Idi, sauti imebakia moja tu ya kulitangaza neno la Mola juu ya ukubwa wake, juu ya utukufu wake, na kwamba yeye Mola ndiyo yeye Mola muumbaji, yeye Mola ndiye mtoa riziki, yeye Mola ndiye ambaye anatawala kila kitu katika mgongo wa dunia. Lakini tendo jingine ambalo linakwenda kutuonyesha upweke na ukubwa wa Mwenyezi Mungu ni yale maandalizi ambayo wanayafanya Waislamu kwa ajili ya kuipokea siku ya Idi yao. Waislamu wote wametakiwa kwa mafundisho ya dini yetu wajiandae na kujiandaa na zaka ya fitri ambayo lengo lake ni kutoa chakula kwa ajili ya kuwalisha maskini na ambao hawana uwezo. Bado zaka hii inaenda kumpwekesha Mola kwamba ni yeye peke yake ndiye mwingi na ndiye ambaye anasamehe makosa ya waja wake, kwa sababu lengo hii la zaka ilipoletwa ni kwa ajili ya kumtaharisha mfungaji kutokana na laghwi na rafath na mambo ambayo yangeipunguzia ibada yake ya Ramadhani daraja yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ibada ya Ramadhani na ibada ya Idi tunayoingia na kesho, lengo lake ni kutangaza upweke, ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama ilivyo ibada hii ya Idi, wanayotoka watu wakaielekea misikiti na viwanja vya Idi, watu wanaloenda kulifanya Waislamu pale ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya afya, neema ya mali, neema ya chakula, neema ya maji na neema ya uzima na siha aliyowapatia waja wake kuweza kuikamilisha ibada ya Ramadhani. Kwa hiyo bado upweke wa Mwenyezi Mungu unatangazika katika kila tendo ambalo watu wanalifanya, na Mwenyezi Mungu alitaka waja wabakie wasafi, watakasike, waepukane na madhambi yao. Kwa hiyo akawaletea ibada hii, ibada ya Ramadhani na ibada leo ya kwenda kusali katika viwanja vya Idi ama msikitini. Na hakuna mtu ambaye angeweza kutakasika kama si fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mcha Mungu ambaye anaweza kuufikia ucha Mungu kama si fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo waja wanatoka kwenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake na neema zake na kila kitu alichowapa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufikia daraja hii ya maamrisho yake, na wao wakasimama kuweza kuitekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu. Qala Allahu Ta'ala, walaula fadlullahi wa rahmatuhu walaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Asingetokea mtu akawa daraja la mtu mwema mcha Mungu kama si rehema za Mwenyezi Mungu. Tunaenda kwenye viwanja vya Idi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo alitubeba akatuchukua na akaweza kuzitakasa nafsi zetu na makosa tuliyokuwa nayo. Tunaenda kwenye ibada ya Idi kesho, tunaenda kuyatukuza matukufu ya Mwenyezi Mungu, na Mola Subhanahu wa Ta'ala ametambia dhalika waman yu'azzim sha'ira Allah fa innaha min taqwal qulub. Kinachofanyika katika viwanja vya Idi ni kuitukuza na kumtukuza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtiririko wa ibada ya kesho ni ibada ambayo kwa hatua moja ama nyingine inaenda kuutangaza upweke na si kitu chingine, ni upweke wa Mwenyezi Mungu, ukubwa wa Mwenyezi Mungu na ukamilifu wa dini yetu. Lakini jambo la mwisho ambalo unaliona kwenye ibada ya Idi ambayo tunaenda kukabiliana nayo au tumekabiliana nayo wale waliotangulia, inawawezesha Waislamu kuingiza furaha kwa ahli zao, wanaingiza furaha kwa watoto wao, wanaingiza furaha kwa jamaa zao, wanaingiza furaha kwa majirani na Waislamu wenzao.
Na ndio maana unawaona Waislamu muda wote wanapokutana wanatakiana kheri na baraka za sikukuu na Mwenyezi Mungu kuyakubalia matendo ambayo wao wameyafanya. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza kwa kutuambia, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, sema Muhammadi, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake Waislamu wamshukuru Mola wao na wafurahikie kwa yale ambayo aliwapa, kwani hayo ni bora zaidi kuliko yale wanayoyachuma. Mwenyezi Mungu ajalie ibada zetu na sala yetu ya Idi kesho iwe ni ibada ya kuupwekesha utukufu wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tutakiane kila la kheri. Na mwisho nasema taqabbalallahu minna wa minkum saliha a'malikum wa billahi tawfiq. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar.